na mwitikio. Sasa vinafanya vipi shughuli zake? Hapo utamuona Mungu moja kwa moja, kama jinsi tunavyoona vichocheo vinapatikana nje ya mazingira ya kiumbe hai. Vichocheo hivi vinaweza vikawa joto, vinaweza vikawa kama maumivu, lakini katika namna kipekee mwili umetengenezwa kwa namna ya ajabu. Kuna vipokezi vinavyoitwa receptor, huwa vinadaka katika namna ya kipekee vichocheo, lakini hivyo vichocheo hubadilishwa na kuwa katika namna ya umeme na kusafirishwa moja kwa moja mpaka katika ubongo ambao unahusika kama interpreter. Lakini kwa namna gani vinapita? Njia pekee ambayo imekuwa inahusika, hizi tunaziita nevu za sensory, zimekuwa zinabeba umeme huu, lakini ubongo unafanya mchakato wake na kutoa majibu. Mwisho wa siku taarifa zinabebwa na kurudishwa katika viungo vinavyohusika na mwitikio. Viungo hivi katika namna ya kipekee wataalamu wanapenda kuvita kama effector. Kama mfano wa effector inaweza ikawa kama misuli, ni viungo ambavyo vinahusika na swala la mwitikio kwa zile taarifa zilizopatikana katika ubongo. Ndugu yangu na rafiki yangu, haya hayatokei kwa bahati mbaya. Ni sheria za asili, zimetengenezwa na Mungu wetu. Kutoka sehemu moja mpaka sehemu nyingine, nguvu ya Mungu imekuwa inahusika moja kwa moja. Rafiki, nikupendekezee, mche Mungu, mtegemee Mungu katika maisha yako, kwa sababu ameonekana katika namna kipekee. Nguvu zake ziko hata katika mfumo wa fahamu. Ubarikiwe unapoendelea kutafakari namna mfumo wa fahamu Mungu anavyohusika nao. Asante sana na Mungu wa mbinguni akubariki.